Kauli 5 ambazo kamwe hupasi kumwambia mtoto wako kama unataka ajiamini. Please usahau kusubscribe channel yetu kwa mara ya kwanza na kutufollow pia. Mtoto hujenga picha yeye nani kupitia maneno ya mzazi wake. Kauli zako zinakuwa sauti yake ya ndani maishani. Ukimjengea ujasiri kwa maneno yako, ataendelea kuamini anaweza hata akiwa mkubwa. Lakini ukimvunjia moyo, anaweza kukua akiwa na hofu ya kushindwa, kuogopa kujaribu mambo mapya na kuwa tegemezi kimawazo. Ndio maana ni muhimu kujifunza kutunza lugha tunayoitumia kwa watoto wetu kila siku. Ni mambo yapi hayo? Namba 1, acha, huwezi kufanya hilo. Kauli hii inamfundisha mtoto kuogopa kujaribu na kumfanya amini kuwa uwezo wake ni mdogo kuliko ukweli. Mtoto anapokatishwa tamaa kabla hata ya kuanza, anajenga imani ya kwamba kushindwa ni jambo baya kuliko kutokujaribu. Mfano wa kusema badala yake, jaribu polepole, niko hapa kukusaidia ukikwama. Namba 2, angalia watoto wengine wanavyoweza kuliko wewe. Kulinganisha mtoto na mwingine humvunjia imani na kumfanya ajione wa chini. Mtoto huamini anapaswa kuwa kama wengine ili akubalike badala ya kujua kuwa yeye ni wa thamani kwa upekee wake. Mfano wa kusema badala yake, leo umefanya vizuri zaidi kuliko jana, endelea hivyo hivyo. Namba 3, umeshindwa tena, wewe ni mtoto wa shida. Kumtambulisha kwa tabia hasi humfanya aunganishe makosa na utambulisho wake. Badala ya kuona kosa kama sehemu ya kujifunza, huanza kuamini kwamba yeye ni tatizo. Mfano wa kusema badala yake, kuna sehemu zimekushinda, lakini tunaweza kujaribu tena pamoja. Namba 4, aibu sana, kwa nini ushindwe kitu rahisi? Aibu na kejeli hujenga hofu ya kukosea mtoto anaposhindwa. Badala ya kujifunza, anaogopa kuonekana mjinga, hasa akipozwa vibaya mbele ya watu. Mfano kusema badala yake, kila mtu huanza kwa kukosea, ngoja tuone namna tofauti ya kufanya. Namba 5, kwa nini hufanyi kama ulivyoambiwa? Unanipatia tabu. Kauli hii humfanya mtoto aone kama hapendwi bila masharti. Mtoto anayefikiri anasumbua hupunguza nguvu ya kujiamini na ubunifu wake. Mfano wa kusema badala yake, na kuona unajitahidi, tujaribu kwa utaratibu huu uone kama utakusaidia. Angalizo, unapotaka mtoto ajiamini na jikubali mwenyewe kila siku, hakikisha unakuwa mstari wa mbele kumsapoti na kumrekebisha kwa njia ambazo stahili. Usimrekebishe mtoto kwa njia ambazo hazina ustahili ndani yake. Hizo zitakuharibia mawasiliano mazuri baina ya wewe na huyo mtoto wako. Badilisha fikra, badilisha maisha. Umakini unahitajika.